alikuwa amefungwa, alikuwa gerezani. Anahimiza wanafunzi wake kwamba waendelee kufurahi hata katika dhiki, hata katika mateso, hata katika shida mbalimbali. Naomba tusome tena Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 23. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorintho sura ya 11 mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, wao ni wahudumu wa Kristo, mimi ni zaidi, katika taabu kuzidi sana, katika vifungo kuzidi sana, katika mapigo kupita kiasi, katika mauti mara nyingi. Wayahudi mara 5 na nilipata mapigo 40 kasoro 1. Mara 3 nilipigwa kwa bakora, mara 1 nilipigwa kwa mawe, mara 3 nilivunjikiwa na jahazi, kuchwa kucha na nilikaa kilindini. Haya maneno watu tumeyasoma katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 13, na tutasoma tena hapa. Inadhihirisha kwamba Paulo alikuwa amefungwa, na matokeo ya kufungwa kwake hakuhuzunika wala kupata shida, bali aliendelea kukaa mikononi mwa Bwana, akishauri wengine waendelee kufurahi na kuomba. Katika huduma yake Paulo, yeye alipata shida nyingi, alipata mateso mengi. Kati ya wanafunzi wa Yesu Kristo ambao wamepata mapigo na mateso mengi, Paulo anasema kwake ni mara nyingi, na ni mara nyingi zaidi, mpaka viboko. Badala ya kusema 40 anasema viboko vingapi? 40 kasoro kimoja. Badala ya kusema 39 kwa ajili ya maumivu ya viboko alivyopata, maana mpaka kifike cha 38 sio mateso madogo. Na viboko vyao si hizi fimbo, ilikuwa ni zile fimbo zenye mbili, na zile ambazo zina kama misumari ambazo ukipiga zinaondoka na nyama. Hasa ipigwe mara 39 mpaka achanganyikiwa, wasema ni 40 kasoro. Kwa hiyo alipata shida, alipata mateso, aliumia. Anasema mpaka jahazi pia ilimvunjikia. Paulo aliandika barua hii akiwa Rumi, na kama tulivyosema kwamba Paulo alikuwa kifungoni, amefungwa. Paulo aliandika barua hii akitoa shukrani kupokea misaada ya Wakristo wa kanisa la Filipi. Pamoja na kufurahi katika Bwana siku zote, tena anasema furahini, bado furaha yake imejaa kwa sababu aliyowahudumia wamemkumbuka, na walikuwa wamemkumbuka na vitu vya mwilini, lakini pia walikuwa wamemkumbuka katika vitu vya rohoni, maana walimwombea, lakini wakati mwingine walimtia moyo waliokwenda kumhudumia na kwenda kumuona. Alipata furaha. Kwambia pamoja na misaada ambayo mnanipa, aliandika maneno haya, furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Wakristo wa kanisa la Filipi walikuwa wao kazi yao ni kumwombea Paulo. Kazi yao ilikuwa ni kubeba mzigo ambao Paulo alikuwa amebeba, ni kumwombea ili atoke kule, ili aendelee kuihubiri Injili. Paulo ameteseka, aliandika ili kurekebisha tabia mbaya walizokuwa nazo Wakristo. Pamoja na kwamba yuko kifungoni, lakini Mungu alimfunulia na kuona kwamba kuna tabia ambazo baada ya kuacha, kuna tabia zinaendelea kwa Wayahudi, kwa Wakristo. Ndipo akaandika haya maneno yote ambayo tumeyasoma, ndipo akayaandika ili kuwasisitiza kwamba pamoja na kwamba nimefungwa, bado tabia zenu ziendelee kubaki zile zile za Kikristo. Aliandika ili kuzirekebisha tabia na mienendo ambayo imekwenda kinyume cha mapenzi ya Mungu. Inawezekana katika maisha yetu ya Ukristo tuna mwalimu mzuri anayekwenda pamoja na sisi. Pengine tuna watumishi ambao wanakwenda
pamoja na sisi, wakiondoka tunarudi tuna nyuma. Paulo ndio maana aliandika hivi kwamba pamoja na haya ambayo yanatokea, bado tusije tukarudi nyuma wala tukabadilisha tabia zetu tena. Hata kama pengine kuna jambo ambalo limempata miongoni mwetu ambaye tunamtegemea kiroho kwamba atatujenga, bado tuendelee kuwa na tabia ile ile ya Kikristo, na bado tuendelee na tabia zile zile za kumpenda Mungu. Kuna nyakati ambazo watu wanaingia kwenye misiba ya mioyo, yaani kabisa tumetegemea nguvu itokayo kwa Mungu, tena tumemtegemea Mungu katikati ya maisha yetu, lakini bado kuna mategemeo yetu yamevunjika kwa sababu ya tabia na mambo mbalimbali ambayo yametukiza. Sawa jamani? Wapendwa wangu mlioko kwenye semina, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Inawezekana tulitegemea kwamba tungepata faraja kutoka kwa mchungaji, pengine tungepata faraja kwa mhubiri huyu wa semina, lakini siku zake 8 zilipoisha ameondoka, watu wanarudi kule kule nyuma. Hiyo tabia Paulo ameitemea hata alikuwa magereza, akasema watu waendelee kuwa na tabia njema hata kama waliyemtegemea hayupo. Na hayupo, lakini Mungu si yupo. Sisi tukiondoka, yeye si yupo. Tuendelee kukaa na tabia ile ile tuliyokuwa nayo. Ngoja niwaambie jambo ambalo mimi silipendi sana. Yaani tunafanya mkutano kama hivi, tunafanya semina kama hivi, watu wanaendelea, alafu baada ya semina watu wameondoka. Sio jamani? Yaani tukimaliza semina hakuna kingine kinachoendelea. Watu wa hali ndivyo mlivyo. Nauliza watu wa hali ndivyo mlivyo. Yaani tunamaliza semina leo, ingekuwa ndio mwanzo, yaani tukimaliza semina leo ndio mwanzo wa hatua kubwa, watu wanaendelea kusonga mbele na Mungu anaendelea kuwaimarisha. Sio mimi nikiondoka na ninyi mnaondoka. Hiyo tabia kwa kweli mimi siipendi. Maana itakuwa tumegharimika bure. Mimi mwenyewe nimekuja kwa gharama bure. Sote kwa pamoja tumeingia gharama ya bure. Kama umesikiliza ujumbe wa neno la Mungu, usiondoke mikononi mwa Yesu, endelea kubaki naye. Amen. Na niamini kabisa kwamba sisi tuliopo tutakuwa chachu ya wengine ambao hawapo mahali hapa. Tutakuwa chumvi ya wengine kwamba sisi tutaendelea kubaki humu. Semina ikiisha ni mwanzo wa hatua nyingine kwako. Na mkifanya hivyo, tutaona mageuzi makubwa sana katikati ya maisha. Aliandika akirekebisha tabia, maana wale wamebadilisha tabia kwa sababu hayupo. Lakini niwaombe watu wa hali, kama Mungu aishivyo, msimame pamoja na Mungu, msisimame pamoja na mtu. Na hata kama mtu ana vipawa kiasi gani, yaani huyo mtu ana vipawa na anawajenga, bado usisimame naye, maana kuna siku tu ya kuachana naye. Simameni na Kristo, na huu uwe mwanzo wa hali ambayo tunaijua kwamba ni mabadiliko makubwa ambayo yanafanyika hapa na hatua kubwa katika maisha yetu. Ujumbe wa neno la Mungu unaosikia wiki hii uwajenga na kuwaimarisha na kuwasimamia, na msimame imara bila kuyumba na bila kuyumbishwa na imani yoyote, na muendelee kuwa na msimamo huo hadi uzima wa milele. Paulo akiwa mbali huko bado aliwakumbuka na kuwakumbusha juu ya wajibu wao. Niombe wewe uliyeko hapa usije ukakengeuka ukarudi nyuma. Na mimi nafanya hivi kwa nini? Mimi nikija kwenye semina kama hivi siji na mtu hata mmoja. Mna watu wengi sana ambao ningekuja nao tusaidiane nao. Watu wengi sana na wanafunzi wengi. Ningechukua yeyote tukaja naye, tuwe wawili tuombe naye tuendelee. Kwa nini nije mwenyewe? Sisi kama mnafahamu hiyo siri hiyo nayo. Ninakuja na timu yangu ya kusifu na kuabudu, tunakuja hapa tukusifu na kuabudu. Ninakuja na waombaji, tunakamua maombi na wao. Ninyi kazi yenu kuja tu. Unafikiri kutafanyika kingine baada ya siku ndogo? Tutakuwa tukiondoka tunaondoka na zile baraka ambazo tunakuja nazo. Hivyo hivyo mlivyo na timu yetu ya kusifu na kuabudu iliyopo, na ninyi waombaji mliopo, tunahimizana tuombe, kwa sababu jambo hili si la wanaokuja. Jambo la ninyi kujengwa katika imani ni jambo lenu wenyewe.
Kwa hiyo kwa njia hiyo kila mmoja aangalie na kujua kwamba kwa semina hii inamfungua vipawa viweze kuongezeka katika maisha yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Itokee nini vitokeeje, usije ukarudi nyuma. Mimi kwa kweli sipendi, yani tumemaliza semina afu unauliza huko hali wanaendelea, hata semina hata fellowship imeendelea kukua. Gharama ya kanisa tuliyoingia. Wewe ambaye uko mahali hapa, Mungu amekukusudia ile jema, na Mungu anataka kupitia wewe watu wengine wamuone Kristo. Hivyo na udhaifu wako, hivyo unavyojibeza, maana kuna watu wanajibeza mimi mchanga. Dada yangu Mage kule Handeni alikuwa anasema sisi wachanga, sio kama wewe. Funga mdomo wako. Hakuna cha mchanga wala nini. Hicho kiwango Mungu alichoweka kwako, ndicho mtaji wako wa kiroho unaoanzia nao, kwenda nao mbele. Hakuna cha kusema sisi wachanga, sisi watoto wadogo katika roho. Hamna. Hicho ndio mtaji wa kusonga mbele pamoja na Bwana. Kwa hiyo Paulo anawarekebisha wale watoto pia. Na leo yale ambayo yanarudisha watu wa hali nyuma katika mambo ya kiroho, tujirekebishe kupitia neno hili la Paulo ili tuendelee kusonga mbele katika maisha ya kiroho. Baada ya semina hii, naomba atakao warudi nyuma kwamba wao basi wamesha kwenye naomba wanipungie. Wale ambao kwa kweli wamekuja tu kwenye semina, basi wanipungie ili tujue kama tuna watu tu waliohudhuria lakini hawataendelea. Naomba mikono. Wale ambao wanaamini wanaungana pamoja na mimi na mchungaji na wale wa kamati ya misi la uinjilisti ya ushirika kwamba sasa tumeanza, yani hili vuguvugu lisiishe, naomba mnipungie. Tukifunga hivi maana yake Mungu ni shahidi kwamba Mungu amejianzishia kundi lake ambalo litasonga mbele. Na tutakapomaliza semina hii, ukija kwenye kipindi cha fellowship unaleta na watu wangapi? Yaani fellowship ijayo baada ya hii uwe na watu 3. Tuweke huo mkataba mimi. Na tutauliza, yaani sisi tulioko kila mmoja baada ya semina hii awe anahudhuria fellowship na maombi, na alete watu 3 ambao hawajawahi kuhudhuria. Naweka mkataba na ninyi, mnasema tuweke. Wanaosema tuweke, maana hii ni democracy. Tuweke mkataba. Mnapenda, hampendi, mnakubali, hamkubali. Mimi nimeweka watu kwa ajili ya kazi hii. Nasema kundi hili lisife. Lakini kila mmoja baada ya fellowship, baada ya semina hii, aje na watu yale uzae matunda ya watu 3. Uhakikishe umewalea vizuri na kuwaleta kanisani. Hivyo wewe unajiita mchanga, lakini Mungu haoni mchanga ndani yako, anaona vipawa ambavyo ameviweka kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu atukuzwe na kuinuliwa. Jamani, tunakubaliana na roho mkataba. Wanaume, tunakubaliana na roho mkataba. Wanawake ni wengi, tunakubaliana na roho mkataba. Yaani ninyi msife, yaani msifie njiani. Tusogee mbele. Lakini wanaokufa huko nje mwalete, ili tuendelee kuziona fadhili za Bwana. Usiwe mchoyo wa fadhila. Wewe ulichokifaida ukiona kwamba ni kizuri, mshirikishe na wengine. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Paulo alizirekebisha hizo tabia za waamini ambao waliendelea kukaa mikononi mwake. Ndugu zangu wapendwa katika Bwana, barua yake ilikuwa ya upendo na matumaini, akitarajia kuondolewa kwenye kifungo kilichodumu. Mnafahamu amefungwa miaka mingapi? Katika haya amefungwa miaka 2. Kwa hiyo anatazamia hata kwa kufanya hiyo huduma ambayo anaifanya akiwa kule, ya kuandika na kuandikia watu warekebishe njia zao, bado ametazamia kwamba kuna siku moja Mungu ataruhusu neema yake, atatolewa kule kifungoni. Na barua hii ilikuwa kabisa ya upendo, akiwapenda watu wake ambao kazi ya Mungu ilianzishwa kwao. Kama mimi tayari nimetengeneza ndugu, ninyi ni ndugu zangu, tayari ninyi ni ndugu zangu kiroho, lakini pia na kimwili, si ndio?
na ninyi pia mmekuwa, na mimi pia nimekuwa ndugu yenu. Maana yake tunaendelea kujengana na kuombeana ili Mungu aendelee kuwaimarisha kwa upendo. Ni zamu yako, ni zamu yangu kukaa katika upendo wa Kristo na kuwahimiza wengine kuendelea kukaa katika upendo wa Kristo. Paulo aliwatia moyo wa Filipi akitumia maneno ya kirafiki ili wasimame imara bila kutikisika katika imani na mateso na matatizo wanayokumbana nayo. Yaweza kutokea ndani na nje. Matokeo haya au matatizo haya yanaweza kutokea ndani. Humu kwa waombaji kutokea kikwazo, si ndio? Humu kwa waombaji watu wakapindiana, mgogoro na vita vikainuka. Lakini nje pia wanaweza kuinuka. Hata kama viinuke vita vya ndani, usije ukakatishwa tamaa na mtu mwingine. Mateso ni mtaji ambao huu mtaji unakuvusha ng'ambo nyingine inayokuja. Bwana asifiwe. Wakati mwingine unapopita kwenye shida, unapopita kwenye matatizo, wakati mwingine tunapata shida kwamba Mungu ametuacha. Hapana. Mungu kwa mtu wake anaweza kuruhusu majaribu yake kwa makusudi ya kumuimarisha, lakini kumvusha ng'ambo ya pili, ili maadui zake watambue kwamba nguvu iliyoko ndani ya huyo mtu ni kubwa kuliko nguvu za ibilisi. Nguvu iliyo ndani ni kubwa kuliko nguvu iliyoko nje. Paulo aliwatia moyo wa Filipi akitumia maneno haya ya kirafiki ili wasimame imara bila kutikisika na matatizo yao. Siku moja anaweza kuondoka kwa imani, kama yeye alikuwa anategemea kwamba kuna siku moja kifungo kitaacha, na akiachwa kwenye kifungo ataendelea kusonga mbele. Zaidi ya yote anawataka Wakristo wawe wenye furaha, wawe wavumilivu wakati wakipita katika majaribu. Na tunaweza kusema kwamba majaribu ni mtaji, si ndio? Yule mwimbaji aliyeimba majaribu ni mtaji anasema majaribu ni mtaji wa kuongeza imani. Yule anayeimba ni mtaji wako wa kukusogeza katika imani. Kwa hiyo unapotokea, endelea kung'ang'ana na Bwana ili Bwana aweze kukuwezesha kuvuka ng'ambo inayofuata. Watu wajifunze kuishi bila kujisumbua. Paulo anawashauri watu waishi bila kujisumbua. Maana unaposoma neno hili la msingi ambalo tumesoma, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kuomba na kusali msijisumbue. Yaani watu wanajisumbua, unaweza kujisumbua na mambo mengi, bali tuombe kwa moyo wa imani na shukrani. Kuna masumbufu na matokeo ya masumbufu ambayo watu wanayo. Mtu anaweza kuwa na imani, lakini ile imani ikaondoka, akawa amebaki mwenyewe, na akibaki mwenyewe atakuwa anajisumbua. Kwa hiyo kusumbuka kuna namna nyingi. Unaweza kuomba ukaomba tu, lakini huombi katika ile dhamiri ya ndani. Unaomba huku unalalamika na kumlalamikia Mungu. Tena saa nyingine watu waliofanikiwa huko unaendelea kusema mbona mimi sifanikiwi, nimekushika afu wengine hawakukushika wao wamefanikiwa. Nakwambia jambo la imani, jambo binafsi la mtu mwenyewe. Simama kwa miguu yako mwenyewe, pita kwenye majaribu. Kuna siku moja, kuna zamu yako, Mungu atawaonyesha watu wengine kwamba wewe ni muombaji. Na nguvu ya muombaji mmoja ni kubwa kuliko wahubiri 100. Muombaji mmoja anaposimama kuomba, si anaombea hao wahubiri wasimame. Maana yake muombaji mmoja ana nguvu kubwa. Na shetani huwa anawaogopa sana waombaji. Shetani huwa anajaribiwa sana na waombaji, lakini hajaribiwi na wafundishaji kama mimi, wala hasumbuliwi na wahubiri. Waombaji ni moto mkali sana kwa ibilisi. Waombaji ni mshale mkubwa sana kwa ibilisi. Watu wa ibilisi wanaogopa waombaji. Na kama mimi na wewe, sisi tulioko hapa tukaamua kusimama katika maombi ya dhati na ya kweli, hii hali itabadilika. Wachawi watanyamaza kimya
na nguvu za giza zitanyamaza kimya kwa ajili ya maombi tunayopeleka. Kama nguvu ya muombaji mmoja, unakujaje? Unakuja tukiwa waombaji, na sisi tunavaa silaha tukimpiga na kumpiga ibilisi. Usisumbuke na jambo jingine lolote, bali katika kuomba na katika kumhimidi Bwana, Mungu atakusaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Jamani, msisumbuke na mambo mbalimbali, msisumbuke na vitu, msisumbuke na watu, msisumbuke na nguvu nyingine. Tuite nguvu ya Yesu kwa njia ya maombi tunayofanya. Hiyo peke yake itakurudisha ng'ambo ya pili. Na matatizo tunayokutana nayo na vifungo ambavyo vimetufunga na kuwafunga watu wengine vitaregea, na siku moja tutaimba haleluya tukivuka ng'ambo ya pili tukimtumaini na kumtegemea Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe ambaye unanisikiliza, simama katika neema ya Mungu kwa maombi. Na maombi usiachie hapa tukiwa tumemaliza. Maana kuna watu usiseme wanaomba kweli, wanaombea siri, lakini wakishamaliza wanaacha kuomba. Unaomba na kuomba na kuomba na kudumu katika kuomba. Na niwatie moyo na kuwatia hamu, kila anayesimama na kuomba na kila anayesimama pamoja na Mungu katika kuomba, kuna mambo matatu ambayo anapokea. Jambo la kwanza ambalo anapokea, anaipokea neema ya Mungu. Jambo la pili ambalo anapokea baraka za Mungu. Lakini anapokea upendo wa Mungu katikati ya maisha yake. Unapowaombea wengine, Mungu anaruhusu baraka zake kuja kwako. Ukishughulika na ya watu wengine, na Mungu pia anashughulika na ya kwako. Kwa hiyo usiwe na maombi binafsi ya kujiombea mwenyewe. Omba pia kwa ajili ya wengine wanaopita pamoja. Usikae na kuwalaumu na kuwasengenya, lakini uendelee kuwaombea. Kita magoti, mwambie Mungu akusaidie. Sisi hatuombi, lakini kuna wenzetu wanaomba sana. Na sisi kwa nini chaneli ya kuomba tumeipoteza? Kuna wenzetu wanaomba mara 5. Wanaomba mara 5 kwa siku. Sisi tunaomba mara ngapi? Na wanasema ile ya alfajiri kabisa asubuhi 11, ile ndiyo ambayo ina thawabu nyingi kuliko hizo nyingine. Maana tunaacha usingizi. Yaani wanapokea na kuchota thawabu za kutosha wakiwa katika sala. Kuna sala ile ya mchana ambayo ile ina thawabu lakini si nyingi, na ile ya jioni. Lakini kuna ile ya mwisho kabisa, nayo wanasema ina baraka nyingi na ina thawabu nyingi. Wanaomba wakizitazamia hizo thawabu. Wewe ambaye unanisikiliza, umepoteza wapi channel ya kuomba kiasi hicho? Kwani wewe hizo thawabu huzitaki? Kwani hizo baraka wewe huzitaki? Jamani, asiyetaka anyoshe mkono. Na kama hutaki hizo thawabu, mlango uko wazi, unaweza kuondoka. Sawa, yani mlango sio uko wazi, unaweza kuondoka kama hutaki thawabu. Nimesemea hilo ili niwatie wivu kwamba kuna watu wanajua kuomba. Na hata kama uende na milioni dukani, unataka ununue vitu vya milioni, anafunga kwanza akasali ndio afuate. Lakini sisi anakuja tu mgeni, unaacha kuja fellowship. Na watu wengine saa ile ya kwenda kuomba wanazua safari. Au ndadangani? Jaribu hilo kulishinde kama wenzetu wanapofunga maduka waende kusali kwanza. Acha mambo ya kufanya vitu ambavyo havitimii. Yaani unafanya vitu nusu nusu. Fanya kabisa. Kama unaomba, omba kabisa. Zama kwenye maombi. Mwambie Mungu akusaidie, uombe kwa kina. Maana kuna maombi ya kuparusa. Baba yetu, jina lako tukufu. Mfalme wako, mapenzi yako. Hapo
Kwa kila siku anajifunika blanketi anaendelea kuomba pale. Siku nyingine anasema kwani Bwana Yesu wewe unajua kwamba maombi haya hapa kwa ndani. Mtu wa Mungu yeyote anapaswa asiwe mvivu. Tuwe na bidii kutafuta uso wa Mungu kwa njia ya maombi. Bidii yako ndiyo itakayokufanikisha katika mambo unayofanya. Bidii yako ndiyo itakayoweza kukuongeza viwango vya kiroho katikati ya maisha yako. Hatua kwa hatua Mungu atakuimarisha. Kwa nini? Kwa sababu umeomba. Na umeomba wewe na kuwaombea watu wengine. Ni wangapi ambao wana uwezo wa kuomba robo saa walipokia? Anaweza kuomba robo saa? Nimepata mmoja pale. Asante baba. Wanaweza kuomba nusu saa? Lakini sasa mimi nusu saa sawa, wako wanne. Wanaweza kuomba saa moja? Nimepata watatu, wanne. Wanaweza kuomba masaa mawili? Kiwango Yesu anachosema cha kuomba ni kuna gani? Kiwango cha chini kabisa ni saa. Sina jamani. Kwa baba, hongera, unajitahidi robo saa. Hongera mjomba, unaomba nusu saa. Na wale wanaomba saa moja, maana yake pale ndio kiwango cha chini. Nataka uzame kwenye maombi saa moja kuendelea. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja. Akisema hata, maana yake kwa kiwango cha chini saa moja. Jamaa, haiwezekani. Hivi ninyi hawezi kukaa kwenye maombi kuomba risali moja? Kupiga story, watu wanapiga story masaa ngapi? Mtu anatoka kwake anaenda masaa, nenda rudi kwa mtu, wanaenda kupiga story. Mtu anazama kwenye mitandao ya kijamii masaa, nenda rudi, anavyoviangalia vitu hofu. Maana mle vinakuja hata usivyovitaka. Mtu anazama kwenye gazeti mpaka unasema huyu mtu hana shughuli za kufanya. Lakini mwambie omba, ataomba dakika zake 2 usingizi umemchukua. Kwa misingi hii ambayo tunakwenda nayo, ni maombi yangu kwako kwamba hakuna kuomba chini ya saa moja. Labda kama pengine tunapita tuaibu tufungue kipindi sisi na nini ni sawa, lakini umeamua kwamba sasa hii ni fellowship yako na Mungu. Maana kuna fellowship ya pamoja, lakini kuna fellowship yako wewe na nani? Na Mungu. Tenga muda wako wa kutosha uzungumze na Mungu. Na mimi ninachojua, unapoendelea polepole, ndivyo Mungu anavyoendelea kupandisha hicho kiwango cha masaa. Unaweza pengine baadaye ukaomba uombe tena saa moja, yaani halikutoshi, utaomba masaa zaidi ya hapo. Pole pole, hatua kwa hatua, jifunze kuomba. Tenga muda wa kuomba Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema kiroho, ulimwengu tulio nao wa kidigitali, hatuhitaji watu wavivu. Uvivu kwenye mambo ya kiroho hayataki. Unatakiwa usimame imara. Wewe kwanza binafsi, tukikutana tunaunganisha moto kwa moto, dunia inabadilika kwa njia ya maombi. Usijisumbue na hayo mambo mengine ya story. Mbele za Mungu tunasimama na Mungu anatutia nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kama mnanielewa, naomba mnipungie mkono. Hatua ambazo zitakuwezesha kuomba kwa kirefu zifuatazo. Hatua ya kwanza ambayo itakuruhusu kuomba kwa muda mrefu, mistari ya Biblia utachomeka mwenyewe. Mimi sina muda wa kukupa. Lakini hatua ya kwanza, hatua ya kusifu Mungu. Baada ya kumsifu Mungu, hatua ya pili ni kujipatanisha na kujiunganisha na Mungu. Ni kuomba msamaha, kutubu. Mchana kutwa si masaa mangapi, udhaifu wako wote wa binadamu unautapika kabisa. Hiyo hatua ya ngapi? Hatua ya tatu. Ni kuvunja na kuharibu mamlaka za giza. Kuvunja na kuharibu mamlaka za giza. Hiyo ni hatua ya 4. Hatua ya 5 ndio ile ya kupeleka mahitaji yako mbele za Mungu.
haya. Hatua ya sita, ya ngapi? Hatua ya sita ni kujifunika kwa damu ya Yesu. Haya yote uliyoyaomba kuna visasi. Wewe unajifunika kwa damu ya Yesu, shetani asikukamata. Hatua ya mwisho ya saba ni kumshukuru. Ukimaliza hapo utakuwa umemaliza masaa matano. Tumeelewana hapo? Nataka mmoja atupitishe kwamba tuna hatua hizo saba. Ya kwanza ni ipi? Ya pili mmoja azitaje zote kwa mfululizo. Karibu mjomba. Naomba tumpokeze kwa makofi matatu. Anataka mama yako naye aseme. Magi. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni za kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni za kuomba. Ya kwanza ni kumsifu Mungu. Ya pili ni kujiungamanisha na kujipatanisha na Mungu. Ya tatu ni kutubu. Ya nne ni kuvunja na kuharibu nguvu za giza. Ya tano ni kupeleka hitaji lako kwa Mungu. Ya saba ni kujifunika kwa damu ya Yesu. Ya sita ni kujifunika kwa damu ya Yesu. Ya saba ni kumshukuru Mungu. Amina. Tumpokeze kwa makofi matatu. Asante. Mpe yule mwanangu mwenye gauni la jekundu. Amina. Asante. Kuunganisha na kufananisha na Mungu. Ya pili kujiunganisha na Mungu. Hatua ya tatu hatua ya nne kupeleka kuvunja. Hatua ya tano kupeleka mahitaji. Hatua ya sita kwa damu ya Yesu. Hatua ya saba kumshukuru. Amina. Asante sana. Sasa hebu niambie mwenyekiti na bosi. Mkaamua kwamba leo tunaomba masaa matano kwa hatua hizi. Sitafikiri. Leo ukienda kuchukua ile zoezi, si uliomba saa moja? Nashangaa naye na mimi. Hii ni kanuni ambayo nawapa ya kuomba kwa muda mrefu. Kama nimewafaidisha, naomba mnishangilie kwa makofi na vigelegele. Hizi hatua ni muhimu sana katika kuomba. Hata kama unaomba muda mfupi, hata kama unaomba muda mrefu, zinagusa na unaonekana kwamba ni mtu unayeomba hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza, Baba, katika jina la Yesu, bila kuinuka. Na mume wako anafaidi sana hata pia akikuangalia. Mwanamke mzuri duniani hakuna kama wewe. Unajisikiaje? Amina. Naomba urudi kule. Bwana asifiwe sana. Amen. Ulikuwa unajisikia kama unayekaa. Unasifiwa kwamba uko vizuri na lakini jamani, tuseme tu kweli, mkimwangalia si uko vizuri. Kama mwanadamu tu akisifiwa umependeza, anahangaika na kutaka abadilishe hata step ya kutembea. Je, Mungu ukimwambia Mungu ninakutukuza, wewe Mungu ufananishi na chochote?
sifa. Hapo mwenyewe utaweka mistari ya Biblia, si mnaijua. Unapoomba weka mistari ya Biblia kwenye hayo maombi ili aweze kusimamisha nguvu. Hatua inayofuata ni nini? Umeshamsifu tayari, amekaa vizuri, na wewe unajiunganisha hapo kwenye uzuri wake. Bwana Yesu apewe sifa. Ukishamaliza kujiunganisha hapo, unajiunganisha mimi, najiunganisha na wewe, najiunganisha na nguvu yako, najiunganisha na baraka zako, najiunganisha na neno lako. Wewe ni Mungu kati ya miungu. Maana napojiunganisha na wewe, kuna nguvu inashuka. Unaendelea hivyo, unaendelea hivyo, unaendelea hivyo. Ukimaliza hatua hiyo, unakuja hatua ya tatu, inasema unatubu. Unashuka hapo. Mungu baada ya kujiunganisha kwako, mimi ni mdhaifu, ni mwenye dhambi, nimekengeuka, nimefanya makosa, mimi peke yangu, mwili huu unanisumbua, hata ya macho yananisumbua, na ya mawazo niliyo nayo. Angalia nimemtenda yule vibaya, angalia nimemhukumu pale. Mungu naomba unisamehe. Unaomba maombi yako ya toba, unaenda nayo. Ukimaliza hapo, kwenye toba tabu, unaingia kwenye nini? Ninasimama mbele zako Bwana, kama Efeso 6 inavyosema, kushindana kwetu sisi si damu na nyama. Hapo sasa ufumbi macho, hapo mgagali na unatembea. Kama ulikompiga magoti wakati wa kuduku na nini, hapo unatembea. Kwa jina la Yesu, nguvu za mapepo, mamlaka za giza, huko juu kwenye anga, barikia kwa anga, jua na mwezi na nyota, ninavuruga utaratibu wako na nguvu yako, ninavuruga mipango yako. Unapiga huko juu, unapiga chini, unapiga baharini, unapiga njia panda, unapiga kwenye madhabahu, unapiga kwenye antena zao. Vitambulisho vyao vyote unavimwaga chini kwa jina la Yesu. Ukimaliza hapo, hatua inayofuata sasa ndio unasema, Mungu, sina mtoto, naomba Mungu nipe mtoto. Si ndio? Au Mungu, nahitaji ile shamba langu ulibariki, naomba Mungu nipe kazi, naomba huu ugonjwa uliondoke, naomba hivyo. Unapeleka ile hitaji. Hatua inayofuata hayo. Bado anashauri watu wafurahi katika Bwana. Wengine wanatafuta furaha kwenye ulevi, wengine wanatafuta kwenye ushirikina, wengine wanatafuta furaha kwenye uzinzi. Lakini sisi wa mchana tutafute furaha katika maombi, katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Wengine wanaona kufanya anasa ndiyo furaha yao, lakini mimi nawashauri kwamba tuombe Mungu atusaidie. Kila mwenye imani asimame aombe, na kila ambaye anahitaji kitu kutoka Bwana asimame aombe. Msingi wa furaha yetu ni Yesu Kristo. Tukimwamini katika maombi, atatutendea makubwa katikati ya maisha yetu. Katika furaha, huzuni na msiba wa moyo unaondoka. Na kuomba ni silaha mojawapo ya kushinda majaribu. Maana ukiwa katika sehemu yako ya kuomba, shetani hawezi kufanya chochote juu ya maisha yako. Tutafute amani kwa Kristo ili furaha yetu iweze kuzidi katikati ya maisha yetu. Mapenzi ya Mungu yatusukume katika kufurahia mema ya Kristo. Upendo wetu na Mungu utadumu endapo tutajawa na furaha, na tutaendelea kuomba kwa moyo na kwa imani, na tutadumu hivyo bila kuacha. Tukitaka furaha, lazima tujali furaha ya watu wengine. Maana usijipendelee wewe, lakini ujali na furaha ya watu wengine. Tukiwa wenye furaha, upole wetu utajulikana popote tutakapokuwepo. Imani yetu itaendelea kuzidi kuongezeka mahali popote tunapokuwa. Tukifurahi, hatutajisumbua, maana mahitaji yetu yanajulikana na Bwana. Kwani unajisumbua nini? Si mahitaji yako Bwana anayajua. Ni wewe kumwambia tu, Mungu naomba unisaidie, na Mungu atasimama upande wako. Tukimshukuru Mungu, tutajaza furaha mioyoni mwetu. Na ndio maana ile hatua ya mwisho tumesema ni kuomba na kushukuru. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kuwepo katika chumba cha maombi, lakini pia katika level hiyo ambayo Mungu amekupa ya maombi. Furaha yetu itazidi sana na kupita maarifa ya wanadamu. Mioyo yetu ikifurahi, mioyo yetu ikifurika furaha, tutatenda yote tukimtanguliza Mungu katikati ya maisha yetu. Furahini katika
Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kuomba kimshukuru Baba Mungu katika yeye. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kila aombaye hupokea, na kila atafutaye huona, na kila abishaye hufunguliwa. Si ndio Ni mtu gani kwenu ambaye mtoto wake akimuomba mkate akampa jiwe, au badala ya samaki akampa nge? Ni nani kati yetu? Kama sisi tunawapa watoto wetu vipawa vilivyo mema, je, Baba mbinguni hatawapa mema hao? Mungu anatupa jamani, bure, bila kununua. Na tuendelee kumuomba ili atupe. Na tujaenda mbele za Mungu tukaomba mkate akatupa jiwe. Anatupa sawa sawa na mahitaji yake. Mungu abariki neno lake. Amen. Asante Mungu kwa wema wako.